بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الأحبة، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. Leo tutaanzia hapo wa a'dhamu ma naha anhu ashirku, na kubwa alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki. Yako mengi ambayo ameyakataza Allah, lakini kubwa ni jambo la ushirikina. Watu wamekatazwa wasiwe ni wenye kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Asharhu Sheikh Fawzan anasema qawluhu rahimahullahu ta'ala, kauli yake mtunzi wa kitabu hichi aliposema wa a'dhamu ma naha anhu ashirku, na kubwa alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala ni shirki. Sheikh Fawzan anasema hadhihi faidatun adhima, hii ni faida kubwa. Lianna ba'dha an-nasi, kwa sababu baadhi ya watu ya'taqiduna anna hunaka ashya hiya a'dhamul jaraimi, kuna baadhi ya watu wanaitakidi na kuamini ya kwamba kuna vitu ambavyo ukivifanya ni makosa makubwa. A'dhamul jaraimi ni makosa makubwa. Wa a'dhamu ma naha anhu, na wanadhani ya kwamba hayo ndiyo ambayo Allah ameyakataza. Fayaqulu, anasema ar-riba huwa a'dhamul muharramati, riba ni katika mambo ya haramu yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika haramu kubwa. Az-zina huwa a'dhamul muharramati, na mwingine utamkuta anasema zina ndio kubwa katika mambo yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika yurakizuna ala an-nahyi 'anir riba, kwa sababu hiyo basi utawakuta wanarakiz, wanatilio muhimu, yurakizuna, wanatilio muhimu ala nahyi anir riba, katika makatazo ya kula riba, wa anizina, na wanarakizi katika zina, wa an fasadil akhlaqi, na wanarakizi katika kuharibika tabia. Lakin la yahtamuna bi amri shirki, lakini hawaoni umuhimu jambo la ushirikina. Wala yuhadhiruna minhu, na wala hawawatahadharishi watu na jambo la ushirikina. Wahum yarawna an-nasa
waqi'ina fihi, na wao wakiwaona na wao wanawaona watu wakiangukia katika mambo ya ushirikina. Fahadha min aljahli alazim, huo ni ujinga mkubwa bishariati Allah subhanahu wa ta'ala, ujinga wa kutokuifahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'adhamu ma naha anhu huwa shirku, jambo kubwa ambalo amelikataza Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina. Fahuwa a'dhamu min ar-riba, shirki ni kubwa kuliko riba. Shirki ni kubwa kuliko kula riba. Wa a'dhamu min shurbil khamri, na ushirikina dhambi yake ni kubwa kuliko kunywa pombe. Wa a'dhamu min as-sariqa, na dhambi yake ni kubwa kuliko kuiba. Wa a'dhamu min akli amwali nasi bil batil, na dhambi yake ni kubwa kuliko kula mali za watu kwa batili. Wa a'dhamu min al-qumari wal maisir, na dhambi yake ni kubwa kuliko dhambi ya kamari. Huwa a'dhamu al-muharramati, shirki ni katika mambo makubwa yaliyoharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Shirki inaongoza katika mambo yote ambayo yameharamishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, shirki inaongoza. Shirki ni namba moja. Wadalilu qawluhu ta'ala, na dalili kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema qul ta'alu, sema ewe Muhammad, njooni, atlu ma harrama rabbukum, atlu ma harrama rabbukum alaykum, ni wasomieni yale aliyoyaharamisha Mola wenu. Mambo hayo ni yapi? Alla tushriku bihi shay'a, kwamba msimshirikishe Allah na jambo lolote. Wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili muwafanyie wema. Wala taqtulu auladakum min imlaqin, na wala msiwaue watoto wenu kwa kuogopa umasikini. Nahnu narzuqukum wa iyahum, sisi tutawapeni nyinyi riziki na wao, tutawaruzukuni nyinyi na wao. Wala taqrabul fawahisha, wala msiyakaribie machafu. Ma dhahara minha wa ma batana, yale yaliyowazi na yale yaliyojificha msiyakurubie. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi, na wala msiharamishe nafsi ambayo na wala msiharamishe nafsi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, na wala msiuwe. Wala taqtulu an-nafsa, wala msiuwe nafsi allati harrama Allahu, nafsi ambayo Allah ameiharamisha, illa bil haqqi, isipokuwa kwa haki. Dhalikum waswakum bihi, huo ni wasia wa Allah kwenu nyinyi, la'allakum ta'qiluna, ili mpate kutia akilini. Wala taqrabu mala al-yatimi illa billati hiya ahsan, wala msikaribia mali ya yatima isipokuwa kwa lile ambalo ni jema, isipokuwa kwa wema. Kama unaisogelea mali ya yatima, isogelee kwa wema. Ila akhiri al-ayati, mpaka mwisho wa aya. Hadhihi al-ayatu tusamma bilwasaya al-ashri, aya hii inaitwa ni nyosia 10 au nyasia 10. Qul ta'alu, sema njoni, atlu ma harrama rabbukum alaykum, nikusomeeni yale ambayo Mola wenu amekuharamishieni. Ila qawlihi ta'ala, mpaka kwenye kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema dhalikum waswakum bihi, huo ni wasia wa Allah anakuhusieni nyinyi, la'allakum tadhakkarun, ili muweze kukumbuka. Hadhihi almuharramatu, mambo haya ya haramu, badaaha Allahu biqawlihi, Allah ameanza kuyataja kwa kusema
alla tushriku bihi shay'a, msimshirikishe Allah na kitu chochote. Fadalla ala anna shirka a'zamu ma naha Allahu anhu, ikafahamisha ya kwamba shirki ni katika mambo makubwa ambayo ameyakataza Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi surati al-Isra'i, na katika suratul Isra'i qala Allah ta'ala, Allah nasema la taj'al ma'a Allahi, usijalie pamoja na Allah ilahan akhara, Mungu mwingine. Usijalie pamoja na Allah Mungu mwingine. Fataquda madhmuman makhdhula, ukawa ni mwenye kulaumiwa, ukawa ni mwenye kulaumiwa, mwenye kudhalilika. Asema badaa binahyi an shirki, Allah ameanza hapa kukataza ushirikina, wa khatamaha binahyi an shirki, na akamalizia vile vile kukataza ushirikina. Faqala, akasema dhalika mimma auha ilaika rabbuka, haya ni miongoni mwa yale ambayo amekufunulia kwako wewe Mola wako. Alhikma, miongoni mwa nini? Miongoni mwa hikma. Wala taj'al ma'a Allahi, na wala usijalie pamoja na Allah ilahan akhara, Mungu mwingine. Fatulqa fi jahannama, utatupiwa katika moto wa jahannam. Maluman, hali ya kuwa ni mwenye kulaumiwa. Madhuran, na hali ya kuwa ni mwenye kudhalilika. Fadalla ala annahu a'zamu ma naha Allahu anhu, aya hii kafahamisha ya kwamba kubwa alilolikataza Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina. Sheikh anasema hadha yadullu ala qawli Sheikh, hii ni kufahamisha neno alilolisema Sheikh, wa a'zamu ma naha anhu, wa a'zamu ma naha Allahu anhu ashirku, na kubwa alichokikataza Allah subhanahu wa ta'ala ni ushirikina. Wa fil hadithi sahihi, na katika hadithi sahihi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam suila ayu dhanbi a'zam, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliulizwa ni dhambi gani ambayo ni kubwa. Qala, Mtume akasema antaj'ala lillahi niddan, ni kumfanya Allah na mshirika. Wa huwa khalaqaka, na yeye ndiye aliyekuumba. Qila, akaulizwa tena thumma ay, kisha lipi? Qala an taqtula waladaka, ni kumuua mtoto wako. Khashyata an yut'ima ma'aka, kwa kuogopa kwamba atakula chakula pamoja na wewe. Qila thumma ay, akaulizwa kisha ni ipi dhambi kubwa? Qala antazini bihalilati jarika, ni kuzini na mke wa jirani yako. Zina ni mbaya, zina imeharamishwa kwa watu wote, lakini mtu anapozini na mke wa jirani yake, dhambi hii inakuwa ni kubwa zaidi kuliko kuzini na mtu mwingine. Makano shahidi ni pale aliposema Allah, aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallama antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, ni kumfanya Allah anamshirika na hali ya kuwa yeye ndiye aliyekuumba. Wa anzala Allahu tasdiqa dhalika fi qawlihi, na akateremsha Allah subhanahu wa ta'ala maneno yanayoswadikisha maneno hayo. Allah anasema walladhina la yad'una ma'a Allahi, na wale ambao, alikuwa anataja sifa za waumini, na wale ambao hawaombi pamoja na Allah Mungu mwingine, ilahan akhara, Mungu mwingine. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu, na wala hawaui nafsi ambayo Allah ameiharamisha, illa bilhaqqi, isipokuwa kwa haki. Wala yazinuna, na wala hawazini.
waman yaf'al dhalika, na atakayafanya madhambi hayo, yalqa athama, atakutana na madhara, atapata madhara. Mtu mshirikina, mtu anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika atapata madhara. Mtu ambaye ni mzinifu atapata madhara, ataambukizwa maradhi. Mwisho wa siku atakuja kupata maradhi yale makubwa kuliko yote. Mwisho wa yote atakuja kupata ngoma. Atakanyaga miwaya. Vijana wanaita kwa majina mengi. Miwaya, ngoma, na nini tena? Umeme. Kwa yeyote waman yaf'al dhalika, na yeyote atakayefanya hayo, yalqa athama, atapata madhara. Tuko pamoja? Fabada bishirki fi qawlihi an taj'ala lillahi niddan. Mtume akaanza kutaja dhambi kubwa, akaanza kutaja ushirikina. Fabada bishirki, akaanza kwa shirki aliposema an taj'ala lillahi niddan, kumfanya Allah anamshirika, ay sharikan, anamshirika, wa huwa khalaqaka, na yeye ndiye aliyekuumba. Wa qala huwa a'zamu adh-dhunubi, hiyo ndio dhambi kubwa kuliko zote. Li'annahu su'ila ayu dhambi a'zam, kwa sababu yeye ameulizwa ni dhambi gani ambayo ni kubwa. Fabada abishirki, akaanza na dhambi ya ushirikina. Waqala sallallahu alayhi wasallama, na akasema Mtume sallallahu alayhi wasallama, ijtanibu sab'a almubiqati, jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza. Jiepusheni na dhambi saba zenye kuangamiza. Kila akaulizwa Mtume, wama hunna, ni zipi hizo dhambi saba? Ni yapi hayo mambo saba yenye kuangamiza ya Rasulullah? Qala, Mtume akasema, ashirku billahi, ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wasihru, na uchawi, wa qatlu nafsi allati harrama Allahu illa bilhaqqi, na kuiua nafsi ambayo Allah ameiharamisha isipokuwa kwa haki, ila akhir alhadithi, mpaka mwisho wa hadithi. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii ametutahadharisha kwamba tujiweke mbali na mambo saba yenye kuangamiza. La kwanza akataja nini? Jamani? Ashirku billah. Fabada bishirki, akaanza kutaja ushirikina. Fadalla ala anna shirka huwa a'zamu adh-dhunubi, ikafahamisha ya kwamba shirki ndiyo dhambi kubwa kuliko zote. Walidhalika almushriku la yadkhulu aljanna, na kwa sababu hiyo basi mshirikina haingii peponi abadan, milele. Yani hatokaa aingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala, Allah anasema, innahu man yushriku billah, hakika si vinginevyo anayemshirikisha Allah, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, Allah amemharamishia pepo, wa ma'awahu an-naru, na mashukio yake ni motoni, wa ma lidh-dhalimina min ansar, na hawatopata madhalimu atakaye wanusuru na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo makanu shahidi, faqad harrama Allahu alayhi aljanna, kwamba mshirikina Allah subhanahu wa ta'ala amemharamishia pepo. Almushriku la yaghfiru Allahu lahu, mshirikina Allah hamsamehi. Mtu ambaye atakufa hali ya kuwa ni mshirikina, hakutubia, hakurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala, akafa hali ya kuwa ni mshirikina, huyo hatosamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala, kama anavyosema Allah, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi madhambi ya kushirikishwa, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u, na anasamehe madhambi mengine
kwa anayemtaka. Lakini yule aliyemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na akafa hali ya kuwa ni mshirikina, huyo hatosamehewa na Allah siku ya kiyama. Atakayekufa hali ya kuwa ni mshirikina, miongoni mwa hasara atakazozipata ni kwamba hatopata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Fadalla dhalika ala tahrimi aljanna, ikafahamisha aya hii juu ya kuharamisha pepo ala almushriki, kwa mtu ambaye ni mshirikina, wa aidan, na vile vile anna Allah la yaghfiru lahu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hata msamehe. Wadalla hadha ala anna ash-shirka a'zamu adh-dhunubi, na aya hizi zikafahamisha kwamba shirki ni dhambi kubwa. Lianna adh-dhunuba ma ada ash-shirk, kwa sababu madhambi ambayo sio shirikina qabilatun lilmaghfirah, madhambi hayo yanakabiliana na kusamehewa, yanakutana na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah subhanahu wa ta'ala hasamehi madhambi ya kushirikishwa. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, na anasamehe madhambi yasiyokuwa hayo kwa anayemtaka. Fazina wasarqa wa shurbul khamri, uzinifu na wizi na kunywa pombe, wariba na riba, kullu dakhilun tahta almashia, madhambi hayo yote ni yenye kuingia katika matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dakhilun ni yenye kuingia tahta almashia, chini ya matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Insha Allahu ghafara li sahibihi, akitaka Allah atamsamehe mwenyewe. Wa inshaa adhabahu, na Allah akitaka atamwadhibu. Amma shirku fa innahu la yughfaru, ama madhambi ya ushirikina, hakika madhambi ya ushirikina hayasamehewi. Hakama Allahu annahu la yaghfiruhu, amehukumu Allah kwamba hasamehi madhambi ya shirki. Wakadha al-aswi, na vile vile aswi, mkosaji, mwenye madhambi. Wa in kana indahu kabairu duna shirki, hata kama atakuwa na madhambi makubwa lakini madhambi hayo yakawa si ushirikina, fa innahu la tuhramu alayhi aljanna, hakika yeye hato haramishiwa pepo na Allah subhanahu wa ta'ala. Maaluhu ila aljanna, mashukio yake atashukia peponi. Imma an yaghfira Allahu lahu, imma Allah amsamehe, min awwali wahala, katika ile hali ya kwanza, min awwali wahala, katika hali ya kwanza. Wa yudkhiluhu aljanna, na kumuingiza peponi. Wa imma an yakhruja minan nari, na imma atatoka motoni baada ta'adhibihi, baada ya kuadhibiwa kwake. Wa yadkhulu aljannata, na akaingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Almu'minu mahama kana bihi kana minhu min alfisqi walmaasi, mu'min vyovyote atakavyokuwa na madhambi, vyovyote atakavyokuwa ni fasiki, vyovyote atakavyokuwa na maasiya, allati duna shirki, madhambi ambayo si ushirikina, fa innahu la yaqnutu min rahmatillah, hakika mu'mini hakati tamaa na rehma za Allah. Wala yuhramu min aljanna, na wala haramishiwi pepo. Wa huwa dakhilu tahta almaghfirah, yeye anakuwa yuko chini ya msamaha, bimashiati llahi, katika kwa matashi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu ambaye ana madhambi mengine ambayo sio ushirikina, siku ya kiyama anaweza akapata msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala kama hakuwa ni mshirikina. Kuna watu ambao watapata msamaha wa mtume, kuna watu ambao watapata msamaha, wataombewa labda na watoto wao kama waliwaandaa vizuri.
wataombewa msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah atawasamehe pamoja na madhambi waliokuwa nayo na wataingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kuna ambao wataingizwa pepo motoni, wataadhibiwa, watasafishwa madhambi yao waliokuwa nayo, mwisho wa siku wataingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, watatolewa motoni na wataingizwa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amma al-mushriku fa innahu mahrumun min dhalika kullihi. Ama mshirikina yeye ni haramu, ni haramu kwake yeye kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, wal billah, na Allah subhanahu wa ta'ala atukinga na moto. Fadalla ala anna shirka, hii ni kufahamisha kwamba ushirikina huwa a'dhamu dhunubi, ndiyo madhambi makubwa. Qala ta'ala inna shirka la dhulmun adhim, hakika shiriki ni dhulma kubwa. Waqala subhanahu, na Allah anasema katika aya nyingine, waman yushrik billahi, na anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, faqad iftara ithman adhima, huyu atakuwa amezua dhambi kubwa, atakuwa amefanya dhambi kubwa. Waman yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida, na anayemshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, huyu anakuwa amepotea kupotea kwa mbali kabisa. Kullu hadhihi tadullu ala anna shirka, aya hizi zote zinafahamisha kwamba shirki a'dhamu dhunubi, ni katika madhambi makubwa. Aya zote ambazo tumezisoma zinatufahamisha na kutuelekeza ya kwamba shirki ni katika madhambi makubwa. Wa idha kana shirku a'dhamu dhunubi, ikiwa shirki ni katika madhambi makubwa, fa innahu yajibu ala alulama, hakika ni wajibu kwa maulama, kwa wajuzi, wal mutaallimina, na ni wajibu kwa wale wanaojifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, annahayu anhu wa tahdhiru minhu, kuwakataza watu na ushirikina na kuwatahadharisha na shirki. Wa alla yaskutu an tahdhiri min ashirki, hawatakiwi wao ni wenye kunyamaza na kutahadharisha watu na ushirikina. Wa annahu yajibu jihad almushrikina, ni wajibu kupigana jihadi na washirikina, ma'al qudrati, pamoja na uwezo, kama jahadahum Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kama alivyopigana nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume alipambana na washirikina, Mtume alipigana na washirikina, na kwa uwezo wa Allah akawa ni mwenye kuwashinda washirikina. Qala ta'ala, Allah anasema, faqtulu almushrikina haythu wajadtumuhum, waueni washirikina popote mtakapowakuta, wakhudhuhum, na wachukueni na wakamateni, wahsuruhum, na wazungukeni, waqudu lahum kulla marsadin, na wazuieni katika kila njia. Waqudu lahum kulla marsadin, na wazuieni kila njia, wazuieni katika kila njia. Fayajibu tahdhiru min ashirki, ni wajibu kutahadharisha kunako na ushirikina. Wa bayanuhu linnasi, na kuwabainishia watu ubaya wa ushirikina. Hatta yajtanibuhu hadha alladhi yajibu, mpaka watu wajiepushe na ushirikina, na hili ndiyo la wajibu, na hili ndiyo la lazima. Amma an yaskuta ani shirki, ama mtu kunyamaza kuhusiana na ushirikina. Wa yatruka an-nasa yahimuna fi ibadati ghairi la, na kuacha watu wakawa ni wenye kupotea, yahimuna, wakawa ni wenye kupotea katika ibada, kumwabudu asiyekuwa Allah. Wahum yad'una al-islama, na wao wanadai kwamba ni waislamu. Wala ahadun yanha wala ahadun yuhadhir, hakuna yeyote ambaye anakataza wala hakuna yeyote ambaye anatahadharisha.
al-amru khatir. Jambo hili jamani ni jambo la hatari. Ikifikia mahala hakuna mtu ambaye anakataza ushirikina, ikifikia mahala hakuna mtu ambaye anatahadharisha watu na ushirikina, jambo hili linakuwa ni hatari sana. Hunaka nasun, kuna watu yajtahiduna yattajihuna ila nahi anir riba, wanaelekea kwenye kukataza arriba wazina, na kukataza uzinifu, wa fasadil akhlaqi, na kuharibika kwa tabia. Hadhihi umurun na'amun muharramun wa fasadun, mambo haya kweli ni haram na ni kweli ni ufisadi, lakin ashirku a'adhamu, lakini shirki ni dhambi kubwa. Shirki inatakiwa iwe ya mwanzo. Falimadha la yahtamu binnahi ani shirki, kwa nini watu wasione umuhimu wa kukataza ushirikina? Wa bayani ma yaqa'u fihi kathirun minan nasi, na kubainisha ushirikina ambao watu wengi wanaingia katika ushirikina huo, fi shirki al-akbar, katika shirki kubwa. Wa hum yad'una al-islama, na wao wanadai kwamba ni waislamu. Kwa nini watu wasikataze jambo hili? Limadha hadha tasahul, kwa nini watu wanakuwa na tasahul? Kwa nini watu wanakuwa ni wazembe? Fi amri shirki, katika jambo la ushirikina. Wataghaful anhu, na watu kughafilika na ushirikina. Watarku nas, na kuacha watu yaqauna fihi, wakidumbukia ndani ya ushirikina. Wal ulamau mawjuduna, na wajuzi wapo. Bali yaishuna ma'a ulai, bali wanaishi pamoja na hawa washirikina. Wayaskutuna anhum, lakini wanawanyamazia. Alwajibu ayatajiha awalan, kwanza mtu anatakiwa aelekeze ila nahi an hadha alkhatari, kuwakataza watu kwenye hatari hii ya ushirikina. An hadha alkhatari alazim, na makatazo haya makubwa ya hatari. Alladhi fataka bil umma, ambayo yameuangamiza umma. Fatakan dhari'an, kuangamiza kukubwa. Kullu dhanbin dunahu fahuwa ahwanu minhu, kila dhambi ambayo sio shirikina inakuwa ni nyepesi kuliko ushirikina. Walwajibu, na ni wajibu kwa maulama, ni wajibu kwa wajuzi, ni wajibu kwa maimamu, ayabdaa bil ahammi fal ahammi, aanze katika kulingania lile la muhimu, kisha lile la muhimu, kisha la muhimu. Mpaka hapo tutakuwa tumefikia mwisho wa darasa yetu kwa leo. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.